Ujumbe wetu, kuwa Mkristo usiyepoteza nia ya kuiona mbingu. Huo ndio ujumbe ambao tutashirikishana jioni hii kwa kadiri yalivyo mapenzi ya Bwana. Tutawasilisha hicho ambacho Mungu ameweza kukiandaa kwa ajili ya maisha yetu. Amina. Mungu amenipa ujumbe huu kukumbushana kwa kila aliyemwamini Kristo ajue kwamba lengo la Kristo la kumuokoa sio kwamba aishie tu hapa duniani ama hapa tunapokusanyika, lakini lengo la Yesu kumuokoa kila mmoja wetu ni kwamba siku moja akaishi katika makao ya milele, ambako Yesu akasema naenda kuandalia makao. Hayo makao sio makao ya miaka michache, ni makao ambayo ni ya milele. Na tunaposema milele ni kutokuwa na mwisho, haina idadi, sio miaka milioni au bilioni. Umilele hauna idadi. Nakumbuka kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi tunazo siku chache sana. Kuna wanaopata neema hata wanaweza wakatangazwa kwenye vyombo vya habari ya kwamba wameishi muda mrefu kuliko wanadamu wengine. Tunaona wanadamu wa kwanza walikuwa wanaishi miaka mingi sana, lakini kadiri miaka ilivyoendelea, kutokana na maisha ya mwanadamu ambayo yamesongwa na dhambi, miaka ikaendelea kupungua siku hadi siku. Na leo hii mtu akiishi miaka 130 tunashangaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo vijana wakiona mzee ambaye wakati fulani anapozikwa akiwa na umri wa miaka 70 wanashangaa. Huyu mzee alijitunza sana huyu mpaka anaishi miaka hii. Yaani wanaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo utaona kwamba mwanadamu anayo maisha mafupi sana katika dunia hii tunayoishi. Tunapapenda sana duniani, lakini pamoja na kupapenda, nataka tukumbushane tu kwamba mbinguni ni kuzuri kuliko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mbinguni ni kuzuri kuliko hapa duniani. Mwambie mwenzako kwamba mpendwa, mbinguni ni kuzuri kuliko hapa duniani unapoishi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na nia hiyo kwamba nisije nikaikosa mbingu. Yaani unapotembea, unapoishi, abudu yako na utumishi wako wote ulenge kumtumikia Mungu hapa duniani na kisha kuja kukaa naye milele mbinguni. Hiyo ndio iwe target yako. Unalenga kitu cha namna hiyo. Maana kuna Wakristo ambao wakati fulani wanakuwa na hali ya kutafakari kwamba nisipokuwa mwabudu Mungu, nani atakayenizika? Marafiki zangu watakuwa ni wakina nani? Lakini hayo yote hayana umuhimu katika maisha yako wewe uliyeokoka. Lililo la muhimu na lililo kuu katika maisha yako, hebu zingatia sana, usipoteze nia ya kumuona Mungu, ya kuishi na Mungu mbinguni milele. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoona somo hili, tunaona mtu wa namna hiyo lazima awe na tabia ambayo anakuwa na tabia ya uwekezaji. Yaani uwekezaji unakuwa ni mkubwa kwa Mungu kuliko mambo ya duniani. Yaani mtu mwenye nia ya kutokuikosa mbingu lazima maisha yake
yawe na uwekezaji sana kwa Mungu wetu au kwenye ufalme wa Mungu kuliko mambo ya duniani. Sijui nikisema uwekezaji itaeleweka. Inaeleweka vizuri wapendwa? Yaani mtu huyu, mtu ambaye hana namna ya kufikiri mambo ya mbinguni, mambo yake utakuta ni mazungumzo tu ya kufanya uwekezaji wa duniani. Yaani kila muda anazungumza tu mambo ya duniani. Anafikiri tu mambo ya duniani. Lakini sisi tuliomwamini Kristo, pamoja na kwamba tunawekeza vitu mbalimbali katika dunia hii, lakini maisha yetu yanatakiwa asilimia kubwa uwekezaji wetu uwe kwa Mungu wetu. Yaani najua nikawa nafikiri tu miaka tu michache niliyoishi hii, lakini nakuta mahali nilipofika, ninapoenda ni pafupi zaidi kuliko nilikotoka. Sasa ukiangalia unakuta tunashughulika kila kunapokucha, unaona bado ni kama malengo hayatimizwi. Na kushughulika zaidi huko unakuta zaidi sana tunashughulika kwa ajili ya uwekezaji wa duniani. Na ukiangalia unakuta maisha yako, yani mahali unapoelekea ni pafupi zaidi. Wewe niambie tu, ukifikisha miaka 55 unafikiri kwamba unakoenda ni mbali kuliko ulikotoka? Kwa kizazi hiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimetangulia kusema ukiishi miaka 70 watu wanashangaa, si ndio? Wanasema mzee alijitunza. Maisha yake kweli alijitunza. Nataka nikukumbushe tu kwamba maisha yetu hapa ni mafupi. Kwa hiyo tukazane sana kuweka uwekezaji kwa Mungu wetu. Tujitoe kwa ajili ya Mungu wetu. Utumishi wetu, yani maisha yetu, yani kama kuna kitu kinakula maisha yetu, ufalme wa Mungu ule zaidi kuliko dunia. Yesu asifiwe sana. Hebu soma Wakolosai ile 3 mstari wa 1, tusome mpaka wa 3. Ni neno ambalo tumelizoea. Niombe mmoja msomaji aweze kusoma hapo. Wakolosai 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Kuna kitu tunakumbushwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mistari hiyo neno la Mungu linasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Mtu aliyeokolewa na Kristo anapaswa kuwa ni mtu wa kufikiria zaidi mambo ya mbinguni kuliko mambo ya duniani. Kufikiri zaidi mambo ya mbinguni haimaanishi kwamba hatufikiri mambo ya duniani, yaliyo ya nchi. Tunayafikiri, lakini zaidi anatukumbusha kwamba uwekezaji wetu tuwekeze zaidi katika ufalme wa Mungu. Tuwekeze zaidi namna ya kufikiri kule tunakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwekezaji wako, unawekeza asilimia ngapi kwa Mungu, na ni asilimia ngapi unawekeza duniani? Bwana Yesu atusaidie sana. Tuwe wa Kristo tusiopoteza nia ya kumuona Mungu au kuiona mbingu.
Mungu wetu asifiwe sana. Unajua wakati fulani ukiwa unatafakari, nakumbuka kuna kipindi fulani wakati nimeokoka, nina miaka michache, nilikuwa natafakari sana wakifundisha jinsi ambavyo mbinguni ni kuzuri. Nilikuwa natamani sana, ile ilinipelekea wakati fulani hata nikiwa nimelala, niko usingizini, unakuta tu nimejazwa Roho Mtakatifu na nena. Yani ilikuwa ni swala la kawaida kwa wiki, labda mara 4 mara ngapi. Kwa hiyo unatembea wakati fulani, unasafiri uko kwenye gari, unakuta tayari umejazwa Roho Mtakatifu kwenye gari. Unaanza tu kujilimiti tu kwamba isije nikaonekana kama kichaa. Ukitembea ukaona wakati fulani uumbaji wa Mungu, ukaangalia miti, mabonde, milima, unaanza kunena. Lakini nakwambia, kadri ambavyo unasongwa na mambo mengine ya duniani, haya mambo ya duniani yana tu ni vinyonya nguvu sana vya kiroho. Yani tunatafakari. Siku ile nikasema wakati fulani hata ukilala unamaliza miezi wala huoti chochote ya ufalme wa Mungu. Unaota tu ni mambo ya duniani, mara unarudisha cheki kwa wateja, mara unafanya nini. Yani wapendwa, ni nini? Kwa sababu maisha ya dunia yametuzamisha. Lakini tukiwa na nafasi ya kumpa Mungu nafasi, Roho Mtakatifu anachukua nafasi. Kwa hiyo hata kama umelala, picha ya mbinguni inakuja hata kabla hujafika mbinguni. Maana yake tunaanza kuishi mbinguni kabla hatujafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninayosema haya yawezekana na wewe ni shahidi. Ninakwambia hizi shughuli hizi tunazofukuzana nazo, na bado siku hazirudi nyuma, zinaendelea. Kadri ambavyo tulikuwa labda tunahesabu miaka mingi, miaka ndivyo inavyopungua, siku zinapungua. Sasa wapendwa, kama tumefika mahala, muda mwingine tunafika mahala unalala mpaka wakati fulani hata kumshukuru Mungu tunamna aliyokupa ulinzi kutwa nzima unashindwa. Tunafika mahala tunachoka hivyo. Yaani hata kushukuru Mungu unashindwa. Ni nini? Kwa sababu uwekezaji wetu upo asilimia kubwa sana kwa mambo ya kidunia. Lakini neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunapofikiri, tufikiri zaidi mambo ya mbinguni, tufikiri mambo ya juu aliko Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Sasa mtu huyu ambaye hajapoteza nia ya kuiona mbingu, kuna mambo kadhaa ambayo tutayaangalia hapa. Jambo la kwanza, lazima kwanza mwili wako kuwa sadaka. Kwenye mabado unaweza kuweka ibada. Mwili wako kuwa sadaka au ibada. Ibada iliyo hai. Mwili wako kuwa sadaka iliyo hai.
katika kile kitabu cha Walumi ile sura ya 12, Walumi sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Soma katika jina la Bwana. Kumi na mbili mstari wa 1. Biblia inasema, basi ndugu zangu ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Mungu anataka miili yetu kufanyika kuwa ibada. Kama mwili wako ni ibada na umeutoa kuwa ni sadaka ya Mungu, unapokuwepo kwenye jengo hili hapa una mwili, na bado unapotoka na penyewe mwili wako unao. Kwa hiyo vile ambavyo mwili wako utatumika ukiwa ndani ya jengo hili, ndivyo hata mwili wako utakavyotumika ukiwa nje ya jengo. Kwa hiyo ibada sio kwenye jengo hili. Ibada inafanyika mwilini mwako. Ibada inatakiwa iwe ni katika mwili wako. Ninamaanisha nini? Kwamba hata ukiwa nje na hapa kwenye hili jengo, elewa kwamba huu mwili ni sadaka kwa Bwana. Huu mwili ndio ambao unafanya ibada. Kwa maana hiyo, kama mwili ndio unafanya ibada, ndipo sasa nasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Tukishageuza zile nia, maana yake tunaanza kuishi maisha ya kutafuta ni nini kilicho mapenzi ya Mungu. Ndicho ambacho tunapaswa kuruhusu mwili uweze kukifanya. Kama unanielewa unaweza kusema amina. Mwili wako huo ni ibada. Ukiwa sokoni mahali unakofanya shughuli zako, ukiwa ofisini unapofanya kazi zako, mahali popote ulipo katikati ya watu, wewe uelewe mwili wako huo ndio ibada ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo usiutumie mwili wako kinyume na yaliyo mapenzi ya Bwana. Yesu asifiwe. Usiutumie mwili wako kinyume na yaliyo mapenzi ya Mungu. Ndio anachokimaanisha kwenye Walumi kwamba miili ya watu waliokolewa wanapaswa kujua kwamba ni sadaka ya Mungu na ni ibada. Mwili huo ndio unaofanya ibada. Kwa mahali popote, tambua kwamba mwili wako ni sadaka ya Bwana. Utoe kwa ajili ya Bwana. Huutoi tu mwili wako ukiwa hapa kanisani. Ukiwa nyumbani, uelewe kwamba mwili wako ni sadaka ya Bwana. Yesu asifiwe. Usiruhusu kiungo chako kikatumika kinyume na yaliyo mapenzi ya Mungu. Hilo ndilo kusudi la Mungu kutuokoa, ili tuje tumuone Mungu. Watu wenye nia ya kumuona Mungu, watu wenye nia ya kuiona mbingu, lazima waweze kujitunza. Mili yao isitumike vibaya. Mili yao itumike kwa ajili ya Bwana, itumike kwa ajili ya Bwana, itumike kwa ajili ya kumpa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu mwingine atakaye kufanya wewe uione mbingu. Ni namna wewe maisha yako unayoyaishi leo unajitengenezea mwenyewe ili uione mbingu.
Ni kazi yako kutengeneza njia yako kuwa safi. Kwa hiyo usijidanganye. Yawezekana kama unasema wanakwaya wenzangu hawanioni, wapendwa wenzangu hawanioni, wachungaji hawanioni, wazee wa kanisa hawanioni, lakini utakuwa na hasara wewe mwenyewe. Hutaiona mbingu kama unafanya mambo ambayo ni ya hovyo kwa siri. Yesu asifiwe sana. Na haitakuwa na maana. Yesu hakukuokoa ili uishie hapa. Kusudi la Yesu Kristo kutuokoa na kutuleta hapa ni ili tujifunze, tujue ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana, na tukiyajua hayo mapenzi ya Bwana, siku moja tuje tuishi naye mbinguni milele kwa Bwana. Amen. Ya. Nimesema mji ule ni mji ambao huwezi kufananisha na miji ya duniani. Kuna watu wamesifia miji waliotoka nchi mbalimbali, nasema hakika ule mji ni mji ulio bora, ni mji mzuri, lakini nataka nikwambie mji wa mbinguni hakuna mji unaofanana na mji wa duniani. Mji wa mbinguni haufanani na mji wowote wa duniani. Ndio maana tunakumbushana kwamba hakuna hasara kubwa ambayo itawapata watu wakiikosa mbingu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumia mwili wako vizuri. Tumia mwili wako vizuri. Nataka nikwambie, unajua kuna watu wamebahatika, Mungu amewaumba vizuri. Ule uzuri wanaotumia vibaya. Wanaotumia vibaya. Mwili wake wakati fulani Mungu amemuumba vizuri, anaanza kutumia, anakuwa na kiburi wakati fulani. Akijiangalia kwenye kioo anapotoka, anatoka na kiburi. Kumbe wengine wakijiangalia kwenye kioo, akiona namna Mungu alivyomuumba, anampa Mungu utukufu kwamba Bwana asante kwa namna ulivyoniumba. Umeniumba kwa sura yako ili nikuazimishe wewe. Haleluya. Bwana tusaidie sana watumishi wa Bwana. Wapendwa, nia ya kila mmoja wetu iwe ni kutokuikosa mbingu. Lenga shabaha yako kutokuikosa mbingu. Yesu atusaidie sana. Kwa mwili wako ufanye kuwa ibada au sadaka ya Bwana kwa wakati wote. Usiishi maisha ya kujichanganya. Usiruhusu mwili wako ukatumika kuabudu sanamu. Sanamu ni kitu chochote kile ambacho kinaabudiwa lakini sio Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini jambo la pili, huyu mtu anapaswa kuishi maisha, mtu ambaye ana nia ya kutokuikosa mbingu, huishi duniani akiwa mwenye maamuzi sahihi. Mtu mwenye nia ya kuiona mbingu au kumuona Mungu, huwa ni mtu anayeishi maisha yenye maamuzi sahihi. Sio bora anaishi, sio chochote kikionekana mbele yake. Lazima uwe ni mtu mwenye maamuzi sahihi. Na sio maamuzi yote ni sahihi. Kuna maamuzi mengine sio sahihi. Wenye nia ya kumuona Mungu wanaishi maisha yenye maamuzi sahihi. Tukisoma kile kitabu cha Yoshua ile 24, Yoshua 24, mwepesi aliyepata anaweza kunisomea kuanzia mstari wa 15 soma mpaka mstari wa 20. Yoshua 24, hadi ni sura ya mwisho, 24:15 hadi 20. Wasomaji aliyepata nisomee. Hamna aliyepata au tumechoka? Wakolosai Yoshua 24 mstari wa 15. Tunazungumzia juu ya pointi ya kuishi maisha yenye maamuzi sahihi. Karibu mzee.
kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maamuzi sahihi. Yoshua anasimama na wauliza watu kwamba ni nini mlichoamua? Mnaamua kutumikia miungu au ni Mungu? Lakini yeye anasema mimi nimechagua, mimi pamoja na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Bwana. Hayo ni maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo inatukumbusha kwamba ni vema ukajua kwamba lazima uwe na maamuzi. Maana yake usichanganye. Yoshua hakutaka hao watu wawe na kitu cha namna ya kuchanganya, yaani waonyeshe nia ya kumtaka Bwana lakini pia waabudu miungu mingine ya Waamori. Akasema hawa watu walijihoji sana, na baadaye wakasema hapana, uchaguzi wetu pia na sisi ni kumchagua kuna nini, tumechagua kumtumikia Bwana. Kwa hiyo ulikuwa ni msimamo wa Yoshua kuwakumbusha hawa watu kwamba Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa kumchanganya, yaani leo uabudu miungu na kesho umwabudu huyu Mungu, mtake Mungu. Kama umeokolewa na Yesu, baki kwenye uchaguzi sahihi wa kumtumikia Bwana. Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Baki na maamuzi sahihi ya kumwabudu Bwana, ya kumtumikia Bwana. Usiwe na namna ya michanganyo. Yesu atusaidie sana. Asante. Nimeandika pointi ni kwamba huweka mtu ambaye Mkristo ambaye hajapoteza nia ya kuiona mbingu. Pointi nyingine, huweka maadili ya Mungu mbele. Huweka maadili ya Mungu mbele kuliko masharti ya dunia. Zee tusome ile Matendo 5:25 hadi 29. Matendo 5:25 hadi 29. Kwa wale wanaoandika pointi hii, Mkristo ambaye hajapoteza nia ya kuona mbingu au kumuona Mungu huweka maadili ya Mungu mbele kuliko masharti ya dunia. 5 Matendo mstari wa 25 hadi 29. Karibu mtumishi wa Bwana uweze kutusomea. Amin, naishia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawa walikuwa wana Petro pamoja na mitume
waliweza kukutana na misukosuko mingi wakati wanaifanya kazi ya Mungu ya kueneza injili. Sasa hawa watu wakawa wamewekwa gerezani, na baadaye Mungu akafanya njia wakatoka, lakini bado wakaendelea kufanya kazi ile ile waliokuwa wanaifanya ya kuambia watu habari za Yesu. Sasa baada ya hapo, maana yake hawa watu walikuwa wanafikiri kwamba jinsi walivyowaweka kwenye mazingira ya kuteswa, kwenye mazingira magumu, kwamba wameshafumbwa vinywa. Lakini baadaye wanahojiwa kwamba bado mnaendelea na kazi hii, bado mnaendelea na kazi hii. Ule mstari wa 29 ndo anasema, mstari wa 29 anasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko nini? Kuliko wanadamu. Yani inaonekana wamewekea kipaumbele maadili ya Mungu kuliko masharti ambayo wanapewa na wanadamu. Kwa hiyo mtu mwenye nia ya kuto kuikosa mbingu, aliye na nia ndani yake, ni mtu ambaye ataisikiliza sauti ya Mungu zaidi, kwamba Mungu anataka afanye nini, kuliko kile ambacho wanadamu wanakisema au wanakitaka, kuliko kile ambacho dunia inakitaka. Tunapaswa kumtii Mungu zaidi kuliko kutii yale masharti ya wanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapaswa kutii zaidi mapenzi ya Mungu kuliko kutii yale masharti ya wanadamu. Hawa watu waliokuwa masharti wanazuiliwa kwamba wasifanye huduma hii ya kueneza injili kwa watu, wakawaweka gerezani, na kwa kuwa walikuwa kwenye kazi iliyo njema, Mungu akafanya njia, wakawa wametoka. Walipotoka, mtu mmoja ndo akapeleka habari, jamani, wale watu nimewakuta mahali fulani wako kusema yale ambayo yalifanywa kwamba wapewe hesabu hii na nini. Wakaondoka kimya kimya, wala hawakupiga kelele kwamba hawa watu wanaweza wakawaua, wakaenda. Ndipo sasa wanaanza kuwahoji kwamba bado mnaendelea. Wanawanyamazisha, na wanapowanyamazisha, Petro na mitume wakasema, hivi ni lipi ambalo linaweza likawa bora kwetu? Ni bora tumtii Mungu, tufanye yaliyo ya Mungu, kuliko masharti yenu hayo ambayo mnatupa. Hatuko tayari. Hawa watu, maana yake kwamba wamejali sana maadili ya kimungu, wameweka mbele kuliko masharti ya wanadamu. Yesu atusaidie sana. Lakini jambo jingine, pointi nyingine nimeandika hivi: huishi kwa upendo wa kweli. Mtu ambaye nia yake haijapotea ya kuiona mbingu, maisha yake anayoishi, huishi maisha ya upendo wa kweli. Yesu asifiwe sana. Tunaposema upendo wa kweli, maana yake upendo kwa Mungu, lakini pia hata kwa wanadamu wenzake. Huyu mtu maisha yake anaishi maisha ambayo ni ya upendo wa kweli. Maana upendo wake wa kumpenda Mungu unakuwa ni upendo wa kweli, upendo usiokuwa na unafiki ndani yake. Na hata kuwapenda watu au kuwapenda wenzake, upendo wake unakuwa ni wa kweli, upendo usiokuwa na unafiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anasema inampenda sana Mungu. Sasa kumpenda Mungu hakukamilishwi tu kwa maneno. Ni jinsi gani unavyoyatoa maisha yake kwa ajili ya wewe unayempenda.
Bwana Yesu asaidie sana. Wamama ambao mko kwenye ndoa umeoga sema tu nakupenda mke wangu, nakupenda mke wangu. Kweli, lakini anachofanya juu yako hakipo. Kuna upendo hapo? Kinachokamilisha upendo ni matendo. Si ndio? Muda mwingine mtu anasema mke wangu kwa nini nakupenda? Akiangalia akifungua anakuta nyama choma humo. Mama, hebu leo hii nimeamua tu, yani hii sio kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili yako tu. Kula nyama choma hiyo. So upendo tu, yani nakupenda mke wangu, nakupenda, lakini hakuna kinachodhihirisha upendo. Inakuja. Kwa hiyo hata kwa Mungu ni hivyo hivyo. Maneno hayawezi kukamilisha upendo, wapendwa. Lakini ni namna gani tunafanya kwa huyu tunayempenda? Bwana Yesu atusaidie sana. Na wewe mama ukiona umependelewa hivyo, usio uanze kumlaumu tena. Yaani umepoteza hela zote hizo kwa ajili yangu tu. Acha. Hiyo ni siku moja, inaweza isitokee tena muda mwingine kwa ukaribu. Jisikie tu na wewe linga kwamba kweli nimependwa. Sasa unataka maneno tu. Maneno ni upendo kweli? Bwana Yesu atusaidie sana. Wakumbusheni kama sawa ninakupenda sema, lakini ninaomba muda mwingine unaonyesha vitendo. Sio upendo tu wa mdomo. Bwana Yesu atusaidie sana. Watumishi wa Mungu, tunachoangalia mtu mwenye nia ya kuiona mbingu au kumuona Mungu, huyu mtu lazima awe na upendo ule wa kweli wa kumpenda Mungu, lakini pia kuwapenda wanadamu wenzake. Amina, watumishi wa Bwana. Mama mmoja aliwahi mlaumu mume wake. Mzee amemtoa, ameenda mahali fulani, akaingia hoteli akaagiza chakula, sahani moja 10,010. Sasa mama anasema yani huu ni uharibifu. Nyumbani nina watoto, wakati 10,010 tu tunakulaga inatosha. Mama, hiyo siku moja sio vibaya. Duniani maisha ni haya. Unafikiri hivi tunawaambia maisha ni mafupi, si ndio? Sasa kama humtendei mwenzako haki kulingana na upendo unaompenda, utakuja ushangaa tu muda umeshaisha. Yaani umeshaisha, hujawahi kufurahisha hata siku moja na yeye awe na kumbukumbu. Wanaweza kusaidia. Maisha ni haya. Mtu hawezi kuwa ili ukiona na kesha amefanya hivyo, lakini kwa siku moja kwa mwaka 10,010. Wanaweza kusaidia. Hata kama unaipata kwa jasho namna gani, sio mbaya. Ndio upendo. Wanaweza kusaidia sana. Na kifanya jambo hilo kama unafunga mpaka miaka 10 ili upolewe, na kumbuka kipindi fulani ulifanyaka hivi. Pendaga mahali wakachoma samaki mzima take. Bwana Yesu atusaidie, watumishi wa Bwana. Tunaangalia uishi kwa upendo. Mathayo ile 22 na ule mstari wa 35. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako." Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana Yesu asaidie sana. Upendo tunachoangalia hapa ni ule upendo. Na anapozungumzia hayo, maana yake ni upendo ambao hauna unafiki ndani yake. Upendo unaomaanisha kweli upendo.
Kwa watumishi wa Bwana, tuna nafasi ya kuishi maisha hayo. Kuiona mbingu wala sio kazi, ila ukikataa kuishi kwa jinsi hii, maana yake umeshindwa kuiona mbingu. Yesu atusaidie sana. Okay. Lakini tuangalie vizuizi vichache. Vizuizi vichache. Tulikuwa tunaona namna ya kuishi na tunaona kuna vizuizi. Kulingana na muda wetu tutaangalia mambo machache. Vizuizi vipo vingi, lakini miongoni mwa vizuizi ambavyo vinaweza vikafanya ushindwe kuiona mbingu, vizuizi hivyo tuone. Kizuizi cha kwanza nimeandika kukosa au kuto kusamehe. Unaweza kuandika tu hivyo, kuto kusamehe. Unapokuwa ni mtu unayeishi na hali ya vinyongo moyoni, huyu mtu wa kusamehe. Unapokuwa umekosewa, sio mtu wa kusamehe, kinaweza kikawa kizuizi cha kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini kutokusamehe tunaweka kipengele hicho? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu aliye mtakatifu na hukaa mahali patakatifu, kwenye moyo ambao mtu ni mtakatifu. Unapokosa msamaha, maana yake ni kwamba moyoni mwako kuna vitu vimechafua moyo. Si ndio watumishi wa Bwana? Yaani unapokosa msamaha ni sawa na kwamba maana yake moyo wako umechafuka. Ni kweli sio kweli? Tena mtu anasema kabisa, yani moyoni kwangu kuulisha chafuka huku. Maana yake kama kumechafuka huku, umeondoa makao ya Mungu ndani yako. Haijalishi unakosewa kwa namna gani, uwe ni mtu ambaye unaachilia, uwe ni mtu unayesamehe. Sawa watumishi wa Mungu? Amina. Uwe ni mtu wa kufanya nini watumishi wa Bwana? Uwe ni mtu wa kusamehe. Uwe ni mtu wa kusamehe. Tunaona kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Na mbinguni hawaenda ambao hawajasamehewa makosa yao. Watu wanaoenda mbinguni ni watu ambao Bwana amewasamehe makosa yao, wamesamehewa na wametakasika kwa damu ya Yesu. Sasa kama wewe husamehi watu, maana yake ni kwamba unaweka takataka ndani ya moyo wako. Sasa kanuni ya Biblia inasema kwamba mtu wa namna hiyo hawezi kusamehewa na Baba, hawezi kusamehewa na Mungu, na mbinguni hawaenda ambao hawajasamehewa. Si kama tunaelewa watumishi wa Bwana? Wanaoenda mbinguni ni watu waliosamehewa. Kwa hiyo uwe ni mtu, unajua wakati fulani shetani analeta namna fulani ya kukuharibu moyo wako. Anacho target sio kukuvuruga tu, ana target kuzuia au kufunga mlango wa mbingu. Kwa hiyo siruhusu
hatukatai. Kakipita usikae nako, kaondoe haraka sana, kaondoe haraka sana, watumishi wa Bwana. Sisi tuliokolewa, shetani anajua hatuwezi kwenda kunywa pombe, hatuwezi kwenda kuiba, hatuwezi kufanya vitu vingine ambavyo vinaonekana vinajulikana dhahiri, lakini anatumia mazingira. Mtu anakuja tu kuchafua moyo wako ili uondoe uwepo wa Mungu moyoni mwako, ziingie takataka na Mungu ashindwe kukusamehe wewe. Usiposamehewa, mbingu ni ya watu waliosamehewa na Bwana. Mbingu ni ya watu waliosamehewa. Kwa hiyo ili usamehewe, linda moyo wako, usikae na vinyongo, usikae na hali ya kuachilia moyoni mwako. Ni mtu ambaye wewe ni wa kusamehe. Yaani ukae mkao wa utayari kwamba yani nikikosewa hapa, huyu ndugu ananijia hivi, nikikosewa tu mimi ni mtu wa kusamehe. Yaani najiandaa mapema. Samehe. Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akasema mtu akikupiga kofi la huku mgeuzie na huku apige. Anamaanisha kwamba uwe ni mtu wa kufanya nini? Wa kusamehe, usirudishie. Usirudishie. Yesu asifiwe sana. Lakini japo ni kama linafanana, jambo lingine, kukosa amani na utakatifu. Hiyo unaweza kujisomea nyumbani, lakini ni eneo ambalo tumesoma mara nyingi, Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 14. Ebrania 12:14. Biblia inasema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu anaweza kumuona Mungu bila kuwa na amani na watu na utakatifu. Maana yake ukisha kosa amani na watu, umeondoa utakatifu. Yaani ile kukosekana amani na watu kunafuta utakatifu wako, kunaondoa utakatifu. Kwa hiyo utakatifu na amani na watu ni mapacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi tunataka tukamuone Yesu? Amina. Ishi kwa hayo, mtumishi wa Bwana. Ishi kwa hayo. Ishi kwa hayo, mtumishi wa Bwana. Ishi kwa hayo. Yesu asifiwe sana. Lakini tunaangalia hapo ni vikwazo. Vikwazo vipo vingi. Hata hapa nimeziandika. Vipo vingi tu. Lakini ninaamini kile Mungu alitaka kusema na wewe kwa haya machache umeshakielewa vizuri. Kusudi la Yesu kukuokoa si kwamba uishie hapa. Wakujue tu wakina mizengo na wakina mapumba haina maana. Hakikisha unatunza nia ya kumuona Mungu, ya kumuona Baba. Jaribu kufikiri kama kuna watu wanatengeneza miji, yani mpaka unapotembea unakuta mtu amejenga, unapotembea unakuta unajikwaa. Yesu zaidi ya miaka 2000 akasema naenda kuandaa mji. Maana yake mpaka sasa hivi unaandaliwa. Wanaoandaa sio wakandarasi wa duniani, wanaandaa malaika ambao ni maalum kwa ajili ya kuandaa makao ya watakatifu. Watu ambao walikutana na shida na vikwazo mbalimbali katika dunia hii, lakini bado wakasimama, hawakupoteza mwelekeo wa mbingu, hawakupoteza mwelekeo wa kule wanakoenda mbinguni. Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatupa namna ya kutukumbusha sana. Nasema kweli duniani mna dhiki nyingi, tuna tabu nyingi, lakini Biblia inasema kwamba jipeni moyo. Yeye mwenyewe alipitia hayo na akashinda. Kama alishinda, hakushinda kwa maana hakukutana naye. Alishinda kwa maana ya ushindi wa kutokuangalia hayo. Si kwamba hutakutana nayo. Yesu mwenyewe alikutana nayo, mimi na wewe tutakutana nayo, lakini ushindi wetu upo kwa sababu tunalo tumaini. Tunajua tunakoenda ni wapi. Bwana tusaidie sana. Niombe, simama mahali ulipo mtumishi wa Bwana. Simama ulipo.
Simama ulipo. Simama ulipo kwa dakika 2. Tumwabudu Bwana kwa muda mchache angalau. Omba neema ya Mungu ya kukusaidia kushinda magumu unayokutana nayo katika dunia hii. Sema, Bwana, ninatamani nisije nikaikosa mbingu. Nipe neema ya kushinda mambo ya duniani. Tunajua tunakutana na mambo magumu mno, lakini yanalenga kukuzuia usione mbingu. Yanalenga usione mbingu. Omba na kuhitaji msaada wa Bwana. Kwa Bwana, naomba unipe ushindi katika dunia iliyoharibika. Dunia ambayo imeharibika.